أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Khutba yetu ya leo, kwanza ningependa kuhusia nafsi yangu pia na kuhusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Hakika hakuna kitu bora hapa duniani isipokuwa uchaji Mungu. Maana waambiwa fa inna khaira zadi at-taqwa. Mchaji, ukimcha Mwenyezi Mungu kwanza tujue zadi ni nini. Hii zadi waambiwa inna khaira zadi at-taqwa. Hii zadi ni nini? Zadi ni mfano wa tikiti. Tuseme mfano wataka kwenda town na hauna tikiti ya kufika town, utatembea kwa mguu ujikokote mpaka ufike. Ukiwa una tikiti utafanya haraka, ile tikiti yako itakusaidia ufike haraka. So kumaanisha zadi zetu zile ambazo kwamba ni nyongeza, tuwefanyeni hala tujitahidini katika kupata hii tikiti, tufike kwa Allah tukiwa wachaji Mungu vizuri, tusiwe watu wa chenga hapa na pale. Hutuba yetu leo tutazungumzia kuhusu ubora ama umuhimu wa masiku haya 10 ambao kwamba yamebakia. Ibadallah, innamal a'malu bil khawatim. Mwenye hutuba atuambia, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, hakika ya amali huhesabiwa mwisho wake. Matendo yako huangaliwa mwisho wake. Je, tumejiandaa vipi? Matendo yote yanahesabiwa, hisabu zafanywa mwisho, si mwanzo. Wa hadha shahru Ramadhan, na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kad a'lana ar-rahil, hakika umeshaandaa ama umeshatangaza kuondoka. Siku hata bado uko kwenda. Kama tunaona tumefika pahali kwa Ramadhani, katika tarawih tukimaliza witri tunasoma muadda ya Ramadhani, kwa heri yuenda habaki. So ashatangaza kuondoka Ramadhani. Wa qataraba sirafu, na afanya nini? Na imefika ama imeisha, imekaribia kule kuisha kwake. Yuaisha Ramadhani yuenda. Fadhaba minhu thulathani, basi yashaenda 12 katika ile ambapo kama ni thuluthi 3, 12 zishaenda. Wa baqiya thuluthuhu al-akhir, na iliyobaki ni nini? Thuluthi ile moja ya mwisho. Je, tunafaa tufanyeje ndani ya siku kama hizi ambazo kwamba zimebakia? Waambiwa thuluthi kama hii, wa huwa afdalu, nao ni ile ambayo kama ni bora zaidi kuliko hata hizo siku nyingine 20 zilizopita. Wa a'dhamuhu, na pia ni nini? Ni tukufu zaidi kushinda zile siku ambazo kwamba ni 20 zilizopita. Faman farrata fi awwalihi, basi yule ambaye kwamba amepuuza huko nyuma, alifanya upuuzi huko nyuma, haji tarawih, hafanyi istighfari, mambo yote naona tunajua mambo mema. Ulikuwa labda unamcheza mchezo vijana umetoka msikitini, kazi ni kuongea na mambo yako, kufanya mambo yako ambayo kwamba ni katika mapumbao tu ya dunia. Basi kama tulipuuza huko nyuma, pia si vijana pekee yake, tunapia wazee, kama tulipuuza huko nyuma mwanzo wake, wa awsatihi, na katikati yake, fala yufarrid fi akhirih, basi usipuuze mwisho wake. Na mwisho ni huu kwa masiku haya 10 ambayo kwamba yamebakia. Je, tunafanyaje? Tushaanza hata sikubakia, tumeala tayari. Tufanyaje kwa ajili ya siku kama hizi? Fa akhir Ramadhan, basi waambiwa mwisho wa Ramadhani, afdal min awwalihi, ni bora kuliko mwanzo wake. Fihi layali al-ashr, basi ndani yake kama hizi siku 10 ama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna siku 10 ambazo kwamba allati aqsama Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo kama Mwenyezi Mungu ameapa nazo.
siku 10 kama hizi, pale aliposema walfajri wa layalin ashri, na hapa kwa alfajiri na zile masiku ngapi? 10. Baadhi ya wanazuoni wamesema katika zile siku 10 hiya ashrul awakhir min Ramadhan, nazo ni siku 10 za mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutafanyaje? Cha muhimu hapa ni kujitahidi na ibada, kujifunga masongwa, kujifunga kibwebwe, kujitahidi kuacha uvivu, tuje misikitini, tulete istighfar. Kama huko msikitini uko mbali na mosque, tulete istighfar, tulete dhikri. Siku zaenda hazibaki, na Ramadhani kila mwaka hiyo yaje, lakini sisi je, tutaipata mwaka ujao? Wajuaje hii ndio Ramadhani yangu ya mwisho? Wajuaje hii ndio Ramadhani yangu ya mwisho mimi na wewe? Tujitahidini, tusiwe mambo uvivu, tuacheni. Asema mwenye khutba, ayuhal mu'minuna, enyi waumini, hadhihi al-ashr, hakika hizi siku 10 za mwisho, kad aqbalat, zimeshatufikia, zimefika. Famadha nahnu sani'una fiha, basi tumejiandaa kufanya nini kwa ajili ya hizo siku 10? Tunafanya nini katika siku kama hizi 10? Ni swali anauliza mwenye khutba. Ndiyo yasema, kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa ama alikuwa wakati wake Mtume Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimfikie yeye, idha akbalat al-ashr, pindi ikifika ama wakati zitakapoingia siku hizi 10 za mwisho, min Ramadhani, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, an yashudda al-mizar, alikuwa akijifunga mshipi. Akijifunga mshipi, tuseme ukanda kwa sasa kwa lugha ya haraka, akijifunga ukanda, kinayatan an i'tizali nisa. Huku kujifunga mkanda ama kujifunga mshipi ni kwa ajili ya kujitenga kidogo na wanawake wake, si kwa wanawake wa kando, si hapo kama tuna wanawake wa kando, yule wako wa halali wajifunga katika hizo siku 10 za mwisho. Unasema ni mwezi wa ibada, ni wakati wa ibada. Tubu, fanya nini? Mtume alikuwa akiweka mshipi, hataki afungui mshipi kwa hizi siku 10 za mwisho. Kwa hivyo halahala, ndugu zangu, baba zangu, mama zangu huko nani, siku ni hizi, tujileteni misikitini kwa swala za tarawih, kuna tahajjud, tuombeni maghfira. 10 ni hili la maghfira laenda. Kwa hivyo cha muhimu hapa ni ibada jamani, tujitahidini kama Mtume alivyokuwa akifanya. Kisha baada ya kuwa amejitenga na wake zake, alikuwa akiwaamsha watu wake kwa ajili ya ibada. Si ati unafanya peke yako. Kuna hadithi moja ile tayote, lakini hadithi hiyo yasema kuna jamaa alikuwa ni mwema sana, mwema katika familia yake, yeye peke yake ndio mwema, kuswali ni yeye, lakini kwake nyumbani hakuna hata swala, hakuna nini. Yani ni yetu na tasbihu, unamuona anakuja msikitini, swala zote anaswali, lakini akatumwa malaika, akaambiwa nini? Kaharibu kile kitongoji. Akaambiwa pale pana mtu mwema. Akasema no. Kwa sababu gani? Watu wako huwabebi twende kwenye swala. Wewe kazi yako tu ni twende peke yangu. Familia unaiacha. Watakuacha siku hiyo. Yauma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Siku ambapo kwamba ipo siku tutakimbiana. Mke wako mwenyewe ambaye kwamba unamwona ni mke wako atakuruka. Sisi tunaweka wanawake zetu kimapenzi, tunajifanya tunawapenda. Bembeleza hivi, hakuna kuwakazia. Itakuja siku hiyo. Fulani haya imepasa, unaenda wapi?
peponi. Kidogo kidogo mke wako anatokezea, anasema mimi niko na hoja naye huyo bwana, yuenda peponi. Huyo kweli alikuwa kweli akinambia ni swali, lakini shida yake hakuwa hata kunionyesha umuhimu wa swala, pigi. Si umeandika Mwenyezi Mungu wadhribuhunna, umeandika tupigwe, hanipigi huyo. Haya, itakuwaje ende peponi peke yake? Angaliwa na wewe kwani mchungaji ama wewe ni kiongozi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, nachukuliwa matendo yako mema anapoa yeye. Watoto wako pia labda kuwafundisha Qur'ani, kuwasomesha madrasa, wanapewa kenda pale, labda kuna mtu fulani umemtukana, umechukua mali ya yule nini na nini, muflis. Unaenda mwisho unajipata nini? Unabaki mtupu, madhambi yako wabaki na mwenyewe, ama kama ni khairi zako zinachukuliwa zote zinagawanywa, madhambi yale wengine ambao kama hukuweza kuamalizia unapewa wewe, unabaki muflis. Kwa hivyo isifikie kuwa muflis. Tujitahidini ndani hizi siku 10, ndani hizi siku ambazo kwamba zimebakia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tufanye ibada, na isiwe ni Ramadhani pekee yake ndio tunafanya ibada, kwa sababu tumejisahau sana siku hizi. Tunaona tu ni Ramadhani pekee yake ndio kufanya ibada. Ibada hata baada ya Ramadhani pia tunafaa kuja misikitini. Si mambo tunafanya mambo sijui, yani Waislamu mbona tumepoteana, mbona tumejisahau? Na sisi ndio tumeambiwa ni umma bora. Tunaonyeshana, tunaamrishana mema, tunakatazana nini? Makatazo. Mbona sisi Ramadhani utasikia viongozi wa dini sana utasikia hii Ramadhani itaisha, ndio watu waenda kwa pombe. Pombe imekatazwa, ni haramu. Hadithi ya Mtume, pombe imekatazwa. Qur'ani pia imesema pombe imekatazwa. Mbona sisi wakati wa Ramadhani utasikia mtu anasema basi kwa huu mwezi no, ni kama ni kuacha uwache. Pombe haifai, ulevi wote haufai. Sisi hatuambiani ukweli, sababu watu wanafanya. Hata kama wababa wanafanya, pige ukweli. Tuambao tusiwatii watu wanafanya nini? Ni mambo ya maasi. Kisha Mtume Muhammad alikuwa akiyoisha usiku, kisimama usiku Mtume Muhammad mpaka wakati mwingine na Aisha akaenda kumuona Mtume afanye nini, amefura nyayo zimeanza akamuuliza, wewe Mtume bwana, ushasamehewa madhambi yote yalotangulia na yanayokuja, ni vipi? Mbona bado wapaparika na ibada namna hiyo bwana? Mtume Muhammad alimjibu nini? Afala uhibbu an akuna abdan shakura, je, sifai mimi kwani mja mwenye kupeana shukrani ama kutoa shukrani kwa neema nilizopewa na Allah? Mimi na wewe hatujata kama tumesamehewa. Hizo istighfar zetu hatujui zinabaki hapa msikitini zikirudishiwa, kisha tunafanya tu mambo kiholela holela. Hatuogopi kwamba kuna siku ya mwisho. Siku ya mwisho iko, siku ya mwisho iko, na hiyo siku tutakimbiana. Kwa hivyo katika ubora wa masiku kama haya kukumbushana, tujikazeni, tujeni tu misikitini, tufanyeni ibada, tuuishe usiku, tujitahidi pia katika kumtii Mwenyezi Mungu. Sio umefungua, umetoka kwenye swala yako, umefunga mchana mzima, umaliza kufuturu, unarudi zako kama ni pombe, miraa yako, nini chako, unarudia. La, kama funga ya nini uwe na njia nyingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tupeni heshima yake basi, kama maustadhi wanavyoongea, tupeni heshima yake. Kisha Mtume alikuwa akikesha kwa ajili ya ibada za Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Wa qad qila fi hikmati hadhihi al-lailati al-mubarak, ama lailati al-mubaraka, hakika kumenenwa katika ubora ama katika hikma ya usiku huu wa cheo ambao kama ni Lailatul Qadri, usiku huu wa cheo, kwamba anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika ya mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, arahu Allahu a'mara ummatihi, Mwenyezi Mungu alimuonyesha umri ya umati wake ambao kwamba ni mimi na wewe, ummati Muhammad. Fawajadaha qasiratun, akaupata ule umri ni mchache mno, ni kidogo sana. Mtume Muhammad akasema ndio umri ni kidogo sana, binisbati al-a'mari al-umami sabiqa, ukilinganishwa na umri wa wale umma waliopita, kama umma wa Nuh, umma wa Musa, wetu ni mdogo sana. Umri wetu ni mdogo. Sisi tunajifakhiri ndio tunafanya nini na umri wetu, lakini umri wetu ni mdogo sana. Kisha alipoonyeshwa, faqala, akasema mtume, ummati, umati wangu mimi, a'maruha, umri wao, min 60 ila 70, ni katika miaka 60 na 70. Umri wa sisi umati Muhammad ni mabaina 60 wa 70, ni baina ya 60 na 70. Endelea kusema wa qalilun, na ni wachache mno ama ni wachache zaidi, man yatajawaza dhalika, ambao kwamba watapitisha ama watako kidogo, watavuka kidogo. Na ukichunguza kweli wazee ni kidogo sana, waliopita miaka 60 ni kidogo. Wengi tunaenda hapa 20s, 30s, 40s. Tuna vision, tuna mambo yetu makubwa makubwa, lakini tuangalie umri pia. Tushadhabiriwa ni 60 na 70 baina hapo. Kwa hivyo hala ndugu zangu, umri waenda, siku zaenda. Tujifungeni masongo, tujifungeni kibwebwe, tujitahidi kwa ajili ya hizo siku ambazo kwamba ni siku 10 za mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. So hizi umri zetu ama umri wetu ni umri mdogo sana, ambao kwamba kulinenwa ukilinganishwa na umri wa wale watu ambao kwamba walikuwa nyuma, walikuwa kabla yetu sisi. Ni kabla yetu sisi, kama mfano wa kaumu Nuh na wengine, ndio Mwenyezi Mungu akampa Mtume Muhammad, fa'atahu Allahu hadhihi al-lailata litu'tiya dhalika an-naqs, akampa Mwenyezi Mungu alituona kama sisi umari Muhammad, kweli tuna umri kidogo, umri wetu ni baina 60 na 70. So Mwenyezi Mungu akampa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao kama ni zawadi pia kwa sisi, akampa usiku huu wa cheo, usiku huu wa Lailatul Qadri, ambao kwamba wa khairu min alf shahri, ili ipate kufanya nini? Kuziba yale tuseme nuksini, kasoro ama kile, sababu wale walikaa miaka mingi, sisi at least tu pia sina tu, wazungu wanasema compensate, tu compensatiwe. Na sababu gani? Ya hizi siku ama hizi siku 10 ambazo kwamba ni usiku wa cheo wa Lailatul Qadri. So lengo la Lailatul Qadri ukijaliwa kuipata, tunaambiwa ni miezi 1000. Miezi 1000 ikipigwa mathematics wanasema ni miaka ngapi? 83. Hasa na mbio umeishi miaka 83. Hujaishi in real sense, but kulingana na venye ukipata usiku wa cheo umeishi hiyo miaka. Hasa kila mwaka labda unapata hii miaka, utakuwa wapi ndugu yangu? Tutafaulu. Kwa hivyo tujipindeni. Tusiwe ni nini? Wavivu. Tusiwe ni watu ambao kwamba tuna mushkil, ati anasimama nenda ngazwa tarawih, nani
amekatarawee ama nani atanilipa. Huyo Mwenyezi Mungu mwenyewe katika hadithi ya Mtume amesema nini kuhusu saumu? Saumu ni yangu mimi na mimi ndio nini mwenye kuilipa. So hata huu usiku wa cheo, kama umeamua ni kuja msikitini kuja kujipinda kwa ajili ya Allah, kwa sababu usiku kama huu tufanye nini? Tuweni na imani. Yuasema hapa faman, kama yule ambaye kwamba atasimamisha huu usiku, atasimama ndani ya usiku kama huu imanan, hali ya kuwa yuamini, wahtisaba, na yuwatarajia malipo kutoka kwa Mola wake. Si unasimama na kujishukushuku, unatarajia malipo kutoka kwa Mola wako. Basi mtu kama yule atafanya nini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake aliyofanya nini, yaliyotangulia. Fadhila ama ubora wa usiku kama usiku huu wa cheo, ukisimama kwa imani na malipo wajua kabisa utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utafanya nini? Utasamehewa madhambi yako yaliyotangulia. Endelea kusema, ama wacha time tusifupishe zile ambazo kwamba ni ubora wa usiku wa cheo kama huu, tuufupishe fadhila zake. Usiku kama huu wa cheo, ya kwanza annahu nuzila fihi alquran, ndani ya usiku kama huu wa cheo ndio umefanya nini? Umeteremshwa Qur'an. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu atukushwaye, inna anzalnahu fi lailatul qadri, hakika sisi ama hakika sisi tumeteremsha Qur'ani ndani ya nini? Ya hiyo usiku wa cheo. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, huu mwezi wa Ramadhani ndani yake imeteremshwa nini? Qur'an. Hakika kumesemwa innaha, hakika kuteremshwa Qur'ani, kanat lailata 27 min Ramadhan, ilikuwa ni usiku wa mwezi 27 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku hizi hatuifuati hiyo mwezi 27 ama mwezi 23, tumeambiwa tu ni witri hizi za 20, lakini 21, 23, 25, 27 hizo ndio usiku wake wapatikana sana hapo. So utaangalia na imani yako wewe, kama ulifunga kimbele ile siku yako ya 27, sababu hapo kuna ikhtilafu kubwa sana. Sawa, imani yako akwambia 27 ni hiyo, mimi nami imani yangu yaambia 27 ni ile ambao kwamba anajua maana yake. Kwa 27 leo mimi nikiwa 27, yule uko 28 aliyotangulia. So imani kwa tuna imani wewe na utarajie malipo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, fadhila ya pili, anna Allah ta'ala, kama Mwenyezi Mungu atukushwaye, jala al-ibadata fiha khaira min al-ibadati fi ghairiha min al-layali, amejalia Mwenyezi Mungu kuwa ibada, kufanya ibada ndani ya usiku huu wa cheo ni bora kuliko kufanya ibada siku nyinginezo. Bi alfi shahri, kwa miezi mingapi? 1000. Wahia, nayo miezi 1000 imefananishwa ama imefanya sawa sawa na miaka 83. Thalitha, fadhila ya tatu, anna almalaika, hakika malaika, tatanazzalu fiha, wanashuka ndani ya usiku wa cheo ambao kama lailatul qadri. Qala ta'ala, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, malaika wanashuka kuja kuangalia nani mja wangu ambaye kwamba yuko tayari kusamehewa, nani mja wangu ambaye kwamba ameleta kilio. Mtume anasema katika hadithi, Mwenyezi Mungu anafungua mkono wake mchana ili wapate kutubia waliofanya makosa usiku, na yuwafungua mkono wake usiku ili wapate kutubia waliofanya makosa mchana.
Itafikaje wewe kama Muislamu ati tuende kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tuna makosa? Tunapewa hizo chance. Umetubu, umefanya makosa mchana, tubia usiku. Mkono huo nani basi nani hautubu, walisahau hiyo. Kesho tena umefunguliwa asubuhi, tubu basi. Umefanya makosa usiku, utubu. Wataka nini ndugu yangu Muislamu? Chance anafungua ni daily basi, sipati ni siku ya Ramadhani peke yake. Daily afungua mchana, watu kwa walifanya usiku, anafungua usiku, watu kwa walifanya mchana. Hatutubu. Kwa hivyo tubadilikeni kwa hii Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani tushikeni kasi, iwe ni mwanzo mpya. Rabia, fadla ya 4, annaha, hakika usiku kama huu, usifat, umesifiwa, bi annaha salamun, umesifiwa hakika kwa sababu huu usiku ni amani. Kuna amani kwenye usiku kama huu, utulivu, baridi. Wewe tu ni wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, ukimwomba kwenye swala sana. Umeswali tahajjud yako, muombe hapo kwenye sijda, lia na yeye. Useme ati mambo hatendeki, mambo anatendeka. Na ukiona hajatendeka, ipo siku atatendeka. Lia na yeye, Allah niko na hivi na hivi, Allah naomba msamaha hivi na hivi, nilikosea hapa na hapa. Tusiwe watu ambao tuna doubt na Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisa, anna man aqamaha, hakika yule ambaye kwamba atasimamisha usiku huu wa leo, imana, akiwa na imani, wa ihtisaban, na akitarajia malipo kwa Mola wake ama kwa Mola subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, atasamehewa mtu huyu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa yaliyotangulia kutokana na nini? Madhambi yake. Nani ambaye kwamba hata kusamehewa madhambi hapa? Tujitahidini, misikiti ijaye. Kama si misikiti, jamani, lazima uje msikitini. Lakini hata kwa nyumbani kwako, eka mahali pazuri, swali, omba Mwenyezi Mungu, leta istighfari, lia na Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine tukilia ambaye kujifanya ana imani roho, no, kwa sababu kuna baadhi ya aya wewe mwenyewe ukizisoma wasikia kulia, lakini kuna baadhi ya watu pia wanaweza kumwambia. So tujitahidini jamaa. Mtume alikuwa akifanya nini? Akifunga mshipi hapa wakati wa usiku wa cheo, kutafuta usiku wa cheo katika kama siku 10 ya mwisho, akijifunga mshipi. Hataki story, naona mwanielewa. Ana wake zake lakini amejifunga mshipi. Anasema hizo si kitu, no, siku 10 zitaisha, tutarudi huko. Lakini huu wakati wa siku 10 jamani, tujifungeni mishipi pia sisi, matamanio yako, lakini kumlilia Allah. Kuna shida ni nyingi jamani, Waislamu, unalia tu kwa hizi siku 10. Hakuna kitu chenye kitaharibika kwako, Kwa hivyo mpaka hapa tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. عباد الله، إنما الأعمال بالخواتم، وهذا شهر رمضان قد أعلن الراحل واقترب انصرافه، فذهب منه الثلاثان وبقي ثلثه الآخر وهو أفضله وأعظمه. فمن فرط في أوله وأوسطه فلا يفرط في آخره، فآخر رمضان أفضل من أوله. فيه الليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها فقال: والفجر وليال عشر. وليالي العشر في أهل تفسير أهل العلم هي العشر الأواخر من رمضان. أيها المؤمنون، هذه العشر قد أقبلت، فماذا نحن صانعون فيها؟ كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أن يشد المئزر كناية عن اعتزال النساء ويوقظ أهله للعبادة ويقوم الليل كله كناية عن الجد والاجتهاد في طاعة وسهر في عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قيل في حكمة هذه الليلة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله أعمار أمته فوجدها قصيرة بالنسبة للأعمار الأمم السابقة، فقال: أمتي أعمارها من 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. هذا العمر قليل في مقابل أعمار قوم نوح وغيرهم، فأعطاه الله هذه الليلة لتعطى ذلك النقص في الأمة. فمن قامها إيمانا واحتسابا وتجتهد في طاعة والقرب فيها، فلو ضربت سنوات عمرك في 83 سنة فانظر كم سيكون عمرك في الوقار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه لغفور رحيم وهو البر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه وسلم الأبرار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله من سماع لفظ للخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنس، وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبي رحمة وشفيع الأمة عدد ما حاط به علمك وكتابك وضمه، وعلى آله وأصحابه ومن نصر في كل مهمة، خصوصا منه ذي العصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الذين بايعوه تحت شجر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.